Karibu kwenye channel yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba subscribe ili uweze kupata video zetu kila siku. Katika video hii tutaenda kuangalia vitu vitano au mambo matano ya kuzingatia kabla hujanunua mashine yako ya kufulia au washing machine. Awali ya yote tuzijue aina ya mashine. Ziko aina mbili za mashine. Moja hii hapa inaitwa top load. Hii top load unaweka nguo kwa juu ili iweze kufanya kazi. Unaingiza upande wa juu kama hapa inavyoonekana ni top load. Kwamba nguo zinaingia kwa juu, then maji yake una connect hapo iweze kufanya kazi. Alafu aina ya pili ni hii front load. Kwa maana unaingiza mzigo kwa pembeni. Kwa hiyo inaitwa front load, unaingiza mzigo pembeni na inafanya kazi. Hivyo basi tuanze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza inatakiwa uzingatie uzito au kilogram za mzigo wako. Kwa hiyo unaponunua mashine kwanza uangalie inabeba kilo ngapi ili usije kufanya makosa. Jambo la pili inatakiwa uangalie aina ya mashine yako ni front load au top load. Na zote zinakuwa na matumizi sawa, lakini tofauti yake kwamba front load inakuwa na uwezo mkubwa. Hii hapa ni front load inakuwa na uwezo mkubwa ukilinganisha na ile top load. Lakini gharama pia hii front load inakuwa na gharama kubwa. Kwa hiyo wewe tutaangalia. Jambo la tatu, uangalie matumizi ya umeme. Maana usije ukachukua mashine ambayo inatumika Ulaya. Sababu Ulaya na sisi tunatumia voltage tofauti. Sisi tunatumia 220 kwa single phase. Ulaya wanatumia 110 kwa single phase. Sisi huku 380 kwa two phase. Ulaya 220 kwa two phase. Kwa hiyo lazima uangalie hilo swala la tatu. Jambo jingine la 4, natakiwa uangalie speed. Yaani ile speed ya kukamua. Kuna ziko ambazo zinachelewesha zaidi kwenye kukamua, nayo pia inaweza kawa changamoto kwako. Kwa hiyo lazima uzingatie. Jambo la 5 na la mwisho, inatakiwa lazima ukubali kuangalia kampuni ambayo vipuli vyake vinapatikana au spare. Kwa sababu usije ukachukua mashine kimesumbua kitu kidogo basi umekosa spare. Kwa hiyo ni vyema uchague kampuni nzuri ambayo unaona ina watumiaji wengi. Hii itakufanya kwamba kama kuna chochote basi itakuwa rahisi kupata kifaa na mashine yako ikarudi tena kwenye ubora. Hivyo basi kwa leo naomba tuishie hapo. Kama una chochote usisite kutuandikia hapo sehemu ya comment. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare ili wengi waweze kupata hizi video, na utakuwa umetusaidia sisi kuona kwamba video gani zinapendwa ili tuweze kuzifanya kwa wingi. Kwa asanteni sana na tunawatakia muwe na wakati mwema. Tukutane kwenye video nyingine.